watu hawa wanajipangia kule Bungoma, wanakuja kuleta fujo kwa matanga. Wanaleta vijana wenyewe, wanaleta vijana ya Trans Nzoia. Mimi hakuna kijana ya Trans Nzoia atapiga mimi. Hata hapo mkinsite. Kusema ati kuna Mnandi hapa atatokea na tembea mawe, ni uongo, tusiwezi pigwa. You can't. Hawa vijana. Kina jeshi mtapiga nini? Sasa wenyewe wamepanga na vijana yao, wamekuja wamepigana. Sasa imekuwa ndio story, kila mahali wanasema tunapigana kwa matanga, tunapigana kwa matanga, na umevaa high heels. Mtu mwenye amejipanga kimbia anavaa hivyo. Na mimi naomba viongozi wenzangu, tafadhali nikirudia, wacha kuingiza chuki kwa wananchi wetu. Sisi tupendane tu vile Mungu anataka tupendane. Hii mambo mengine yote tufanye nini? Tuache. Tuache tu. Sio lazima watu wakuwe na chuki ya ndio ukue kiongozi. Hapana. It's not fair, it's not good. It's not good at all. Wale ambao wanaleta dhana na ukorofi ya kwamba anatembea anachukia kabila fulani, hao watu wanataka waombewe Mungu. Kwa sababu huwezi bandikia mtu kitu na unakwamilia tu hapo. Lazima ifike mahali pia uangalie useme hii uongo nimesema kwa muda mrefu, wache ikushi. Huwezi kuamilia tu kila mara unaenda kila mkutano natembea. Mimi wakati nimechaguliwa na MCA. Kazi ya governor unafanya na MCA. Wabunge wanafanya kazi na president. Hii umoja ambao viongozi wa Trans Nzoia wanashinda kinatembea afanye na MP. Wanataka tufanye pamoja, tufanye kazi gani? Ila ambaye inaharibika kwa sababu mimi sifanyi kazi na wao. Hao wanataka tukae chini tugawane mali yenu. Huyu achukue tenda hii, huyu achukue tenda hii, na mimi nimekataa. I will not accept that one. Kazi yangu ni kusabu mwananchi wa kawaida. Sasa mimi kama napigana na yao MCA hawa, mseme unatembea kwa na makosa. Lakini kama wewe ni mjumbe, unataka kuunda sheria, kufanya oversight na kufanya representation kwa National Assembly Nairobi. Tabu yako hapa ni nini? What's your problem? Mimi jamii ya Kalenjin wacha niwaambie. Deputy Governor wangu ni Mkalenjin. Waziri katika ofisi yangu Public Service Management anaitwa Julia Kichweni. Yeye ni Mbukusu. Waziri ambaye anasimamia masuala ya gender, sports, youth, mambo yote ya michezo anaitwa Chanel Kitonyi. Yeye ni Mbukusu. Waziri ambaye anasimamia masuala ya elimu, education, anaitwa Stanley Kitui. Yeye ni Mbukusu. Kweli hata kama ni kuchukia mtu kweli. Waziri wa maji wa environment anaitwa Ojwang. Kweli watu yangu hata kama ni mimi. Waziri wa biashara anaitwa Gasheru, alikuwa principal wa shule ya St. Mark. Kweli pia ni Mbukusu. Sasa out of 10, hiyo majina nimetaja yote, imebaki wale wangapi? Out of 10. Ila nimetaja yote kwa wangapi? Na leo iko na milango 18. Sasa mtu akisema anatembea anachukia Wakale, kuchukia Wakale na wachukia. Hao. Na wachukia aje? Unajua hao watu waliniingilia mimi sana wakati wa kura. Wakasema hii mtu atakuja kufukuza watu kwa mashamba. Huyu mtu sio kwa nini? Hii mtu alipiga president, alitukana sio Ruto, sio alifanya nini? Kura imekwisha. Wameona mimi siafukuza kwa mtu. Wameona mimi ndio mlikuwa kama na ya kwanza kwenda State House kwa ile Ruto ambaye alisema nilikuwa natukana. Sasa wamekosa kitu ya kusema, bado wananifuata tu. Sasa wewe pastor, wewe ni Mkalenjin. Nikwambia wewe pastor, wewe kuja hapa upige simu kwa president. Naitwa nani jina? Langat. Upige simu kwa president. Na mimi natembea nipige simu kwa president saa hii. President anachukua simu ya nani? Mimi nimetokana na nani hapo?
Mwenyezi Mungu, na mimi nasema kabisa mbele ya madhabahu iko hapa. Wakati nilikuwa RC mnasema nilifukuza watu. Mimi saa hizi nikienda kule Ololunga kule kwa Kipsigis, kwa silali kwa hoteli. Naenda tu kwa boma ya mtu yote pale, mimi nalala hapo kwa Kipsigis, na utanipigia chai na nitakunya nilale hapo. I am a very popular guy there. Lakini there's a problem, ni kama viongozi wanaona kwamba wakisema anatembea ni mbaya, tupige anatembea, nyinyi mnafuata tu, mnasema ni mbaya, halafu mnawapigia kura. Hiyo ndio siasa wanacheza. Sasa wamenifanya mimi ati mimi nakuwa mbaya, ati wanasema ati mtoto akikataa kula mwambie tunaleta anatembea. Mtoto anakula. 3/4 of my working life nimefanya na wakale. Marafiki wangu hata mimi nikisoma hapa Mother of Apostles Seminary, marafiki wangu wote ni wakale. Kuna mafadha wakale marafiki zangu. Viongozi wote kina Chenili, kina Sang, kina nane wote. They're my friends. Warafiki ambao tumeweka kuanzia in the 80s up to now. Itakuwaje mimi nifike sasa naanza kuwa mkorofi? Naanza kuchukia watu na kuonea watu. Sasa mimi nikionea mkale ndio nitakula nini? Ndio nitaenda kula nini? Viongozi tafadhali wakale, tafuta kura na sera. Na tembea is not policy. Ambia watu utafanya hivi, wachana na mimi please. Just leave me alone. Na hii maneno ambayo mimi naongea ya Waluya, naongea mambo ya Waluya unity kwa sababu nataka kukopi penye Wakalenjin mnakaa. Wakalenjin mko united 100%. Sawa, hii mtu akigusa President Ruto hapa kutakuwa na ndio hapa. Mbona inakuwa shida kubwa na tembea akisema pia Waluya wako united kama vile Wakalenjin wako united? Where is the problem? Na mmeona pastor mwenyewe ameshukiwa na Roho Mtakatifu, amesema Waluya ndio watu maskini dunia hii yote. Umaskini iko. Na umaskini kapata all communities. Ama kuna wengine wanasema kwamba kwa sababu President Ruto ni Mkalenjin wote ni matajiri. It applies Kenya iko na umaskini. Na sisi kama jamii tumesema kwamba umaskini wetu umeletwa na viongozi wawili ambao wamekaa pale kwa miaka 40. President Ruto akiingia kwa siasa, akikuwa high school, Mudavadi alikuwa minister. High school, akikuwa high school, Musalia Mudavadi alikuwa waziri katika serikali ya Mzee Moi. Miaka imeenda mpaka saa hizi tena Ruto ambaye alikuwa high school anaandika Mudavadi waziri. Hiyo ndio shida yetu, tunasema watu yetu tokeni huko, maana hata saa hizi Raila kwa serikali ambayo ilikuwa ya Uhuru Kenyatta hakukuwa kwa serikali. Hakukuwa. Lakini Raila kwa sababu alikuja na jamii yote, alikuwa na usemi mkubwa kwa serikali mpaka akatoa Ruto akakaa nje akasema nitangatanga kwenda mauongo. Raila akitoa Ruto kwa serikali alikuwa na cheo gani? Alikuwa na nguvu ya jamii yake. Sasa mimi nikisema Waluya pia kuweko na nguvu kuja pamoja, bwana sio ya nani? Why is she crying? This is our problem, is our internal problem, and may I believe ndani ya roho yetu kwamba tukisota out the problem ya Waluya ambao mahangaishwa, hata Ujek, hata Ndorobo, hata Molo, hata Mbanjundi, hata Msabot, iko siku moja atapata haki yake. Mimi semi kwamba watu Waluya wanyang'anya watu haki yao, kila mtu apate tu haki yake. Kwani hii watu yangu wa Trans Nzoia tumehangaika na kupanda mahindi hivi. Tulikuwa tunataka mbolea ya Yara. Tuliambia serikali lete mbolea ya Yara. Rais wa Kenya anajua mbolea ambayo inafaa Trans Nzoia sio DAP. Tulipata mbolea gani? NPK, DAP, nini? Yule mtu ambaye ananyanyasa nyinyi baada ya wakulima, anachagua kwamba huyu Mluya na huyu Mkale. Lakini wakati tunauliza maswali, watu sema hapana usiongee hivyo umetukana. Unatukana na watu kwa sababu gani? Sasa hii mambo ya tawe iko beyond huyu mama amekuwa hapa. Beyond. Awachane nayo tamvunja mgongo bure. Is beyond. Hii tunaongea mambo ambayo ilipita Wetangula, ilipita Musalia Mudavadi, inaongea mwananchi wa kawaida ambaye ni boss. So wakati tuna craft how we reach there, watoe jamu huko.
Sisi tupange vile tutaenda kwa meza, vile Wakamba wanakuja na Kalonzo Musyoka, vile Wakale wanaenda na President Ruto, vile Wajaluo wanakuja na Raila, si ndio? Waluo pia kuwe na mtu mmoja kwa meza. Mbona kutakuwa na watu wawili kutoka jamii ya Waluo kwa hiyo meza? Hata wawili hawezi kubaliana waachie mmoja. Wanang'ang'ania wawili. Wote wanasema Musalia Mudavadi anasema hii namba 3. Wetangula anasema hii namba 3. So which is which? Tumesema tawe. Hiyo ndio tawe, tumesema tawe.